Unajua Buda, wewe rafiki yangu, kuna wakati nataka kukuamini, ukuweka kwenye kundi la watu wanaojitambua, lakini kuna wakati akili yangu inasita kabisa kukuamini. Unajua umeniingiza kwenye matatizo sana wewe. Nisikilize Buda. Yule mwanamke ambaye umenikutanisha naye, yule sio mwanamke wa kawaida kabisa yule. Lile ni jini lile. Labda utakuwa unielewe. Wacha nikwambie kitu. Unajua juzi kati yule mwanamke kaja pale nyumbani. Tena alivyokuja sijaelewa ujio wake. Yaani full mazingzong. Yaani ametokea tu ile chwa. Sielewi. Umeona? Alafu akayuka ghafla. Lakini baada ya mimi kumkatalia kitu ambacho anakihitaji, ndo kapadwa na hasira kabisa yani. Tena kanionyesha kabisa makucha yake hivi kwamba yule sio mtu wa kawaida. Lakini kwa nini wewe unakuwa hutaki kuelewa kitu ambacho nakwambia? Unanikutanisha na watu wa ajabu. Unitakii mema eh? Sasa nisikilize kwa makini. Tena nisikilize kwa makini. Tegesha sikio lako. Nahisi urafiki wetu sasa unaanza kufa. Kwa sababu kwa nini usitoke hapa ukaenda kwa wachungaji ukakuombea mpaka uje kwangu mimi? Wachungaji wa nini kaka, wakati wewe ndio umemleta yule kwenye maisha yangu? Jamani. Bangi. Kila siku nakwambia bangi zitakupeleka pabaya kwa sababu unavuta bangi hauna matumizi. Na wenzio wanaovuta bangi huwa wanakuwa wanafeel kitu kabisa kwamba nakula bangi naenda kulima. Lakini wewe unavuta bangi hujui kitu cha kufanya na ndio maana zinakupelekesha wewe. Ni kweli lakini yule dada anakupenda kutoka moyoni yule pale. Wewe acha ujinga, unazungumza nini wewe? Na maana ninavyoongea vyote hapo wewe nielewe. Yule mwanamke hawezi kunipenda mimi. Yule sio binadamu wa kawaida wewe. Wewe unashindwa kuelewa mbona kichwa chako hakifanyi kazi? Buda. Hivi umelala au unaota? Najisikia kunya. Mimi. Kanyanyuka yeyu. Kaka. Wewe unaniletea matatizo bro bwana. Mimi bwana sikai hapa bwana jamani. Unajua mimi namwambia kila siku huyu, bangi zitampeleka pabaya. Hapa ni nyumbani kwake, anapakimbia, ananiacha mimi mgeni. Anakaribishwa mteja, unakaribishwa. Unakaribishwa mteja, unakaribishwa. Unakaribishwa mteja, unakaribishwa. Karibu tena. Mtaalamu, mimi nimekuja. Maana hata sijui nikwambieje ili unielewe. Ile siku ambayo mimi nimetoka Kamdomo wako. Najua kila kitu. Wewe ni mbea. Ulipotoka hapa nikakwambia ukiwa njiani ukiitwa na mtu yoyote yule usigeuke. Wewe ukageuka. Si unajua shoga yako Majuma atakakupa ubuyu. Tatizo lako wewe umezidi umbea sana. Yaani mimi mwenyewe hata sielewi. Siku ile yani hata sielewi kwa kweli nimekwaje mpaka mimi nikageuka. Yaani nyewe wateja ndio mlivyo. Mpaka tunaonekana sisi waganga, wajinga na wapumbavu. Mnaenda huko mnakosea masharti sana, tunaonekana hatuelewi chochote. Mnazingua bwana. Hapana, bahati mbaya tu ilitokea ndio hivyo. Mimi mwenyewe yani nimesikitika kweli na sijapenda. Naomba tu mnisaidie tena kwa mara nyingine. Atia huruma. Sana. Acha tukusaidie. Unisaidie. Wewe una bahati sana.
mimi mteja akikosea masharti kwa mara ya kwanza uaga simsaidiagi tena. Chumba cha siri. Kwa sababu tu nimekuona unatia huruma. Ndio maana nakusaidia kwa mara ya pili. Unanielewa? Nakuelewa. Nitakupa dawa. Hiyo dawa inabidi ukaogee saa 8 usiku. Lakini kwa sharti asikuone mtu yoyote yule. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Wengine wanashindwa kukaa kwenye ndoa, ni ushirikina. Oh, ushirikina. Shika. Oh, ushirikina. Hiyo utaweka kwenye maji ambayo utakaenda kuogea. Sawa? Sasa nisikie umekosea tena masharti. Yaani tena leo umekuja kipindi ambacho sina mizuka kabisa kukuchamba. Yaani ningekuchamba wewe. Mimi nachamba. Unaponiona hivi nakuchamba, yani nakuchambua shogangu kama karanga. Yaani tena leo nimekustiri wewe. Yaani umekosea masharti afu sikuchambi. Ningekuchamba mimi na pua lako hilo kama nyani, ningekuchamba, ningekuzodoa. Una bahati kweli. Leo nini sina mizuka kabisa leo. Ushanikela, nakwambia shogangu ushanikela. Hebu inua hivyo vikalio vyako uende. Kumuta vikalio hivyo uende, vikalio vyenyewe huna afu unakosea masharti. Wengine wanashindwa kukaa kwenye ndoa. Ndio nalo. Mliona nikumbuka dada yangu. Nilisema tu ana lakini linacheza. Sawa bwana shemeji. Muda mrefu dada yako mno ushanikaba hapa kwenye koo kwilu. Endelee na kazi huko. Binti yangu Kimdoli, unawaza nini mwanangu? Mama, unajua jana nilienda kumtafuta mjomba Kisoke, lakini sikuweza kumpata kabisa. Hivi atakuwepo kweli na tutaweza kumpata? Sisi wenyewe unapotuona hapa tumemtafuta, tumehangaika mara kuhangaika, lakini hatujampata. Mara tunaambiwa yupo huku, utaambiwa yuko sehemu fulani, unaenda sehemu ile hayupo. Yaani unavyoniona mimi mama yako, nilikuwa kama wewe, ni mtu mwenye mawazo, nilikuwa siwezi hata kula. Lakini namshukuru Mungu, yaani yale maumivu yakakomaa katika moyo wangu. Nikaa naishi tu kama mtu wa kawaida, sio kama hivyo ulivyo wewe. Tafadhali mwanangu, naomba ondoka katika hali hiyo. Pendi uwe hivyo. Yeye ndo kwanza umetoka chuo, nikijua mwanangu atakuja kunipa furaha. Mwanangu mwenyewe kuanzia umefika sijai kuona tabasamu lako. Kama ni Kisoke, atarudi tu. Naomba ondoa shaka katika hilo. Usiwe hivyo ulivyo. Ila mama, laiti ingekuwa ndo unavyosema hivyo mjomba atarudi tu, angekuwa ameshafika mpaka sasa hivi. Ila sidhani kama tunaweza kumpata tena mjomba Kisoke. Na mama umeridhika. Anatoa kafara za watoto wa wenza. Atarudi mwanangu, wala usiwe na mashaka yoyote. Mimi nina imani Mungu yupo, atamrudisha. Nje ngozi ya kondoo, sawa mama, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Amejawa na siri nzito, iambatano na ushirikina.